Waka. Shemeji anafanya baraka. Shemeji anapiga mimi na tai. Sasa ndugu yangu. Sikiza ndugu yangu, twende tukaongelea ugomvi. Sawa. Ugomvi umeanza. Kama kaenda shemeji yako sikina Rwandina wewe waache kuzao waendelee wao wenyewe. Yaani waone. Ndio hiyo wenyewe sasa watu hakika waache waone wenyewe. Wao wanaonekana hapo msi. Wao sikia nakwambia rafiki yangu. Unaende nini anakuja Nisikilize basi. Mimi mke wangu mimi najua. Sawa. Na kama kaanzisha huo muziki, yeye mwenyewe atamaliza na kamziki. Kwa sababu anapoanzisha muziki wake mimi mwenyewe binafsi siwezi mtu wangu. Hata sababu namjua vizuri uhakika. wao wanaonekana hapo msi. Mimi Wala hapo msi. Bila kwambia wao hapo msi. Hapo unaonekana wao watakamkia wapi? Bila kwambia wao watakamkia wapi? Nisikilize kwa makini. Kwamba mtu anaanzisha ngoma ina maana kwamba anaweza. Wao kama kaanzisha yeye, Kigumu wewe. Sasa twende. Kia, mimi mke wangu namfatua. Muziki wake anapoanzisha mimi mwenyewe siwezi. Nakaa pembeni na mwangalia. Naona kuchezea wewe jiongeze, nenda kafanye kazi zako. Yaani wewe ndio Mungu kabisa. Na siku mazeni. Naenda kitu mazeni. Siku mazeni tu. Bwana wewe usianza kucheza. Bwana ni wewe. Sasa hizo neno. Unakimbia nini? Na hiyo
hili ni onyo. Ukija kuniona nimekuja tena hapa, utanijua mimi ni nani. Eti onyo. Mimi nilijua Panyarodi wa mtaa ameniingilia, kumbe wewe mwanamke kiguu na njia unashindwa kumkila mmeo ndani kaza anatanga na mtaa. Wama! Yadani kwangu yako. Na kama ukikaa na hotel yangu nakwambia ujinga, leo utanitambua mimi nani. Tena elewa. Nikija kusikia tena unatembea na mume wangu, nitakachokupata. Nyo, mwanamke alamu usijua utamu wewe. Unashindwa kumtuja mumeo ndani, kaja anahangaika tu. La! Katukaribiana siku tu. Watu wengine sijui akoje. Jambo. Jambo shida. Marhaba. Mzima. Jambo. Naomba nikuulize bwana. Mimi. Uniulize. Hivi mzee una akili kwa timamu wewe? Kwa nini? Yaani mtu mzima hovyo usiokuwa na aibu wewe. Eti jinsi nikuulize swali. Hivi unaweza kuuliza swali nini wewe? Tumkashie tunata. Haya kusafiria nini hapa? Yaani kukuuliza ndio hiyo tatizo? Hebu nipishage niondoke. Ya. Hivi mimi na yule msichana nani ni mpumbavu? Siwezi kujua, maana mimi nimeona toka kwa mbali sana. Mimi sio ndugu yangu. Tumekutana hapa. Tumesalimiana, nashukuru kanijibu vizuri tu salamu. Shida ilikuja pale nilipoanza kumuuliza swali. Sijajua kwamba kakataa au alijua swali langu litakuwa gumu au vipi. Maana kabla sijamuuliza swali, kaanza kunitemea maneno makali. Kwa nini ngeni maana haya? Mimi ni mgeni. Yaani sifahamiani naye kabisa. Sijajua kwamba alihisi nini baada ya mimi kumkaa kumuuliza swali. Unajua wasichana wengi wakija, wakaniita tu unajua na watu. Kama na umri wako, unajua zaidi ya kitu Aha. Sasa kwa mfano, wewe ndio ungekuwa yule msichana, alafu msichana ndio ungekuwa wewe. Na kilichotokea hapa, wewe ungejisikiaje? Acha dharau wewe mzee wewe. Kumbe ndio maana unakumbana na yule msichana kwa sababu maneno yako ya dharau. Kama mjini, unaweza kukosa msaada. Jana, salamu kwangu mimi sio kosa. Salamu haimaanishi kila anayetoa salamu ndio muungwana sana. Mimi sikubaliani na hiyo. Ni kweli. Unamaanisha kwamba unakuja kuniomba samani kwa kweli ukija bila kunisalimia. Hapana. Tazama hata kwenye msiba. Hata mkikutana mara 10, salamu ni mara moja tu. Kilichobakia, pole bwana usilie sana. Basi. Sikia. Wewe niambie unahitaji nini kutoka kwangu? Maana naona ushaanza kunichanganya na hiyo msemo yako. Mimi na swali nataka nikuulize. Hivi wewe ungekuwa hiyo sigara na sigara ingekuwa wewe, jinsi unavyoinyonya afu unasikilizia, wewe ungejisikiaje? Unamaanisha nini kusema hivyo? Huo ni mfano tu. Na kawaida mfano umfaa mtu ambaye anapenda kujifunza. Mimi ningejisikia vibaya. Basi tambua na sigara pia inajisikia vibaya. Kwa jinsi unavyoinyonya alafu unaisikilizia, jua na hiyo inajisikia vibaya kama ungejisikia vibaya wewe. Elewa? Sawa.
Hujaumia? Hapana, sijaumia. Asante haimaanishi kwamba nimeridhishwa na msaada wako. Nikisema asante nitakuwa nimefurahia na maamuzi yako na madhalilisho ulipata wewe. Ila namshukuru Mungu ameniruzuku japokuwa cha wizi. Feti. Unajua leo ni siku yangu ya pekee sana. Yaani ni siku ambayo nina furaha mpaka inapitiliza. Na ningependa furaha ambayo nilikuwa nayo leo tuisherehekee tukiwa mimi na wewe. Inamaanisha niwe na wewe siku nzima mpaka siku ipite. Nikwambie kitu. Yaani katika siku ambazo nimeamka vibaya leo. Hapa nilipo mpaka saa hizi sijashika hata 30. Ila usijali kwa sababu ndio mteja wangu wa kwanza. Utanipa sawa, ila nitakupatia shilingi 40 lakini nitakucheki kwenye simu alafu kisha tukutane. Sawa? Hamna shida. Wewe tu. Ila nini? Ungenigia hata shilingi 5,000 nikajiandaa. Maana si unajua sasa ndio nimekuepuka hivi nilikuwa naenda hivi. 5,000 nitakutumia kwenye simu. Na nitakutumia pamoja na hela kutolea pia, sawa? Hapo. Ila kuna kitu nimesahau. Unajua nini? Mimi sipendi kwa kile. Kwa hiyo naomba jiandae. Usijali maana mimi niko vizuri pia. Angalia usije kuharibika.
sasa fresh ya. Yaani kusikia hilo kaona sio kweli. Wanakuwa kutafuta. Pia niache nieleze. Hata mpaka nikuelekeze kwa wewe leo jamani. Nifanyeje na maanisha kwamba nataka. Mambo yao ya juu ya. Au ile ndugu yako. Hata sija kusikia naye. Au unajua kujua. Wewe mdogo tutangaze au ndio utaenda kutangazia. Okay. Sawa. Ila sawa. Yaani mambo hayo si hivyo. Ana mjomba mwapanga bombe hai. Mjomba. Hao wamekufa ndio kala kitu kama. Sasa unauza viumbe vilivyokufa. Kwa mfano serikali kukubaini alafu lalamika. Hao unajua wote wanauza wakiwa sababu wakiwa wazima hapo ndo wanachukua. Sasa mjomba. Kwa mfano wewe ungepangwa mafungu kama waliopanga hao dagaa. Wewe ungesikia? Mjomba. Mimi siwezi kushangaa. Kwa sababu hapa tulipo tayari tuko kwa sababu kuna wanawake na wanaume. Kuna matajiri na mafukara. Pia kuna Wakristo na Waislamu. Wewe mjomba wote kama tuko kimafungwa. Sasa kwa mfano mjomba, wewe ndio ungekuwa dagaa na dagaa ndio ungekuwa wewe, alafu dagaa ndio ungekuwa anakuuza. Wewe ungesikiaje? Mjomba, mifano yako bado hujaiacha tu. Pita kwa mifano yako ya zamani bado. Pita kwa mjomba, mifano ya zamani. Haya sasa. Wapi mjalana? Maliza fulana. Leo Juma, kesho la. Bibi wewe, heshima kitu cha bure. Wala hitaji hata kwenda shule. Heshima ovyo. Bibi mzima. Mtu mzima ovyo wewe. Unakomasua kama paleba unajifungua. Unatahaya. Kazi kwa meza fulana tu hapa mtaani. Sasa ujumbe nakupa wewe. Umpeleke huyo shoga yako. Mwambie aachane na mume wangu. Upo? Jana na nani? Na mume wangu. Sasa huyo mume, katika huyo mume kijimume. Nasemaje? Yaani nakuambia afu najibu nyodo, nitakuzibua. Eti nakuambia kistaarabu unajibu nyodo, nitakuzibua. Zibua uone kama wewe mwanamke kweli ulokamilika nizibue. Kwa nini mwanamke? Nitakuja kushika.
unakumbuka mara ya mwisho ulikuja kijijini sisi tulikukaribisha na nini? Nakumbukumbu vizuri mjomba. Yaani ilikuwa ni babu kubwa kabisa. Niliangalia jogo. Nakumbukumbu vizuri sana. Kama unakumbuka sasa kwa nini na mimi unaniandalia machungwa? Kwani huko nilikotoka nilikwambia machungwa hakuna? Mjomba, haya sio machungwa. Yaani hii imetengenezwa kwa ladha ya machungwa. Na hii inaitwa soda. Soda? Ndio. Kwangu sio bora kama topo. Ni afadhali ungeniandalia mnazi. Mjomba. Hivyo hizo fungu unazozungumzia wewe au hivyo vinywaji huku kwetu wapi? Na kama vipo ujue vinauziwa huko chochoroni na serikali ikikutambua utakamatwa. Labda ungesema ningekuletea safari yako. Sababu hiyo imeruhusiwa kabisa. Jomba, yaani mimi nilivyochoka bado tena uniandalia safari? Kwani nyumbani mbali sana? Jomba, sio safari hiyo unaifikiria wewe. Safari ni kinywaji kilichoruhusiwa na TBS kwamba kuanzia umri wa miaka 18 ana uwezo. Sio umeelewa hapo? Hapo mjomba hapana. Haiwezekani. Yaani mjomba, kwa mimi matakwa yangu, yaani afueni ingekuwa mnazi. Kuliko hayo mambo yenu nyinyi. Pombe zenu mnazotaja nyinyi kuleta mambo yake ya kishamba ya mjini. Shamba wenu wa wazungu. Mimi sitaki kabisa. Ndai. Kuna kwetu kule kina Masaidi wanauza na tunakunywa na waulizie mambo yenu hayo mnayozungumzia nyinyi mnaofagilia wazungu. Unachokizungumza iko kweli, inawezekana kwa sababu sisi huko ukionekana unatumia hivyo vinywaji au ukionekana unauza ndio unakamata. Pia tambua mjomba, huku umekuja mjini na ukijichanganya tu ukikamata utakabozea ndani. Utanipa mimi shida mjomba wako. Usijichanganye mjomba, hivyo vinywaji huko haturuhusiwi. Hiyo kinywaji nilichokwambia safari kwa hiyo inafaa. Lakini Masaidi kule nyumbani unakunywa na watu wengine haulizii. Si huko hapa mjini babu mjini mjomba. Hivyo vinywaji unavyozungumza havijaruhusiwa na TBS. Hiki kimeruhusiwa mjomba, kuna hii soda. Kata hiyo. Sasa ukifungua hivyo mjomba sitamwagika hii. Utamwagika bana. Ni tamu kidogo. Sio tamu kidogo kunywa tena. Ila sio kama mnazi mjomba. Kunywa tena unasikiliza utamu mjomba. Wewe niambie sasa na zako na hiyo nani? Ila mnazi mjomba hakumwagika bali mnazi mzuri. Hiyo laza kulizungumza unaiona. Mzuri kidogo mjomba. Sasa hivi vinywaji sio sisi. Unajua kuna maswali mengi wanajiulizaga sana, lakini pia bado majibu yake siyapati. Na maswali ambayo huwa anajiuliza ni moja wapo kati ya maisha. Kikweli maisha yamekuwa ni magumu sana. Alafu mpaka sasa hivi ndio sijatambua ni kazi gani ambayo mimi naweza nikafanya na ikanisaidia ikanitoa kimaisha. Alafu nilichoongea masuala ya maisha. Nilifanya kuna kitu mimi. Unajua leo wakati nipo pale barazani kwangu, unajua ni mke wangu kwa message tulivyoenda sana kuhusiana. Kuna mzee alinipita kama vile atu akazai. Baada ya muda kidogo akarudi tena nyuma.
Yule mzee alipita bila kunisalimia. Lakini cha ajabu alivyorudi ni mzee fulani hivi ambaye anaongea maneno yake kama vile mwenga si mwenga, sikuelewa. Umeona? Lakini mbaya zaidi kwamba mazungumzo yake alikuwa anaonyesha kwamba ananikataza kuvuta ile sigara. Alikuwa mkataza kuvuta sigara kwa misingi ipi labda? Hilo swali ndio limenifanya mimi mpaka sasa hivi nikose majibu. Alafu cha ajabu kwamba alichonistajabisha zaidi mimi amenifanisha na ile sigara. Yaani mimi ningekuwa ile sigara, alafu ile sigara ingekuwa ni mimi. Jinsi ninavyonyonya hivi, na ningekuwa nanyonya mimi ningejisikia. Mimi nikwambia kitu kimoja. Unajua asilimia nyingi ya wazee ambao wanatoka kijijini na kuja hapa mjini, wengi wao wanakuwa ni wachawi tu. Hapo station na uchawi wao ambao walikuwa nao, pia bado wanaitafuta sehemu gani ya kwenda kuutoa uchawi wao au sehemu gani ya kwenda kujaribu uchawi wao. Hilo sikupingi ndugu yangu. Tani pamoja na wewe kwa sababu kwa jinsi alikuwa anaongea yule mzee. Yupo katika eneo langu na anajiamini. Mimi na yule mzee atakuwa ni mwanga kweli. Ndio hivyo. Kwa hiyo huu mchezo unahitaji ustadi wa hali ya juu sana na umakini pia unahitajika. Na sivyo kama hautakuwa makini huenda akaja akakuta makubwa tena makubwa sana ndugu yangu. Basi, yani hivi ulichoongea sikupingi hata kidogo. Na ni kweli yule mzee atakuwa ametumwa. Yaani atakuwa ametumwa kabisa hivi. Kwa jinsi alikuwa anaongea. Wala sio mbaya. Sasa ndio mbona umenisimamisha njiani? Wewe hujui mjomba kama mimi nimechoka sana? Hebu tuende tufike kwanza. Alafu unachotaka kuniuliza, ukaniulize wakati nimeshafika, nimepumzika. Kweli. Siku zote haraka ina baraka. Na usione ukubwa wa chungu, mengine ni madarasa. Alafu kinachotakiwa ni utulivu ili tuweze kuingia pale ndani. Na pia natakiwa uanze kulijua jambo bado hatujafika. Jomba, hebu fanya haraka tufike kwanza nyumbani. Tukapumzike, alafu hicho unachotaka kuniuliza utaniuliza wakati tumeshakaa chini. Hiyo ndio itakuwa busara mjomba. Sawa. Jomba, mimi mke wangu namjua vizuri sana. Na namtambua sana. Ninachokuomba kwamba uyavumilie mapungufu yake mjomba. Mjomba, sasa hayo matusi haya. Mimi nitaanzaje sasa kwenda kujua, yani kumfuatilia yeye, yani mchunguze mpaka nigundue mapungufu yake. Mjomba, kwa kuzungumza ila tuombe kujua. Mchezo wa binadamu ndio adili ya Mungu wake. Bila tunamkubali shetani. Mungu analala sana mjomba. Wewe Bi Adija? Nenda kulala mwingine hayupo hapo. Wewe malaya wako. Leo utalala papa nje. Na ole wako nikiamka nisikukute. Malaya mbwa wewe, usijue mke kumtunza. Kweli leo nagundu. Maana nimezunguka mpaka nimekupata mjomba. Nikajua nimefaulu. Kweli Mungu akikupangia kuanguka, hata ukiwa na miguu minne utaanguka. Mjomba, leo unakumbuka nilikwambia. Mimi mke wangu namjua, tena namjua vizuri. Hii unayoiona hii ni tangazo. Picha kamili linakuja. Sasa mjomba, leo umemfanyaje mke? Na hoja hata tundu wako. Yaani mjomba, ninapokuambia mke wangu huyu asisikie jambo likimenuka ndani.
Haya, ona sasa ndio tunafanya nini sasa? Ana mbo ndo anatusubiri sasa, tuweke kuta zetu. Leo ndo chakula kwao. Mjomba, kwa mfano sasa, wewe ndo ungekuwa mkeo Bi Hadija, alafu yeye akawa wewe, ukaamua kumfukuza sasa, akatoka nje, wewe ukabaki ndani, hivi yeye angejisikiaje? Wewe mjomba, kwa jinsi ninavyomjua mke wangu, huu mlango tayari kushavunjwa. Angeuvunja. Yaani mke wangu mjomba. Sasa mjomba, wewe ndo mtoto wa kiume sasa. Nawe vunja mlango tu, hata sebuleni hapo taraje nje. Mjomba. Ndio. Karibu mjomba. Asante. Karibu mjomba. Acha tu nipokee mjomba. Mjomba karibu sana. Karibu. Mjomba umetususa. Mkeka ndio uchukua usijali. Nakwambia leo unalala nje. So, kwa kweli chukua testa chukua.
Sana. Ila usijali. Ya, najua kila kitu. Naomba upokee angalau maji upate kunywa kinywa chako uende kazini. Asante. Asante sana. Asante. Asante sana. Nashukuru kwa karibu wako. Pia jana nakuomba kitu kimoja. Uje kuwa mkarimu. Usije kuwa kama mke wako. Yaani mke wa nani? Mbona mzuri tu? Ni kweli. Mke wangu ni mzuri. Bila tambua uzuri wa mwanamke sio sura. Uzuri wa mwanamke ni tabia. Mke wangu ni baadhi muda wote. Feti nadhani mnamjua. Na kama mlikuwa mjui kwamba kuna watu hapa sasa hivi mtaani kwetu, watu wanatumia miili yao kuifanya mradi. Sio, umenielewa? Utakwambia Feti ajuzi. Yaani ulikuwa ujui. Yaani kama ulikuwa ujui basi inabidi ujue hivyo kwamba Feti sasa hivi anajiuza. Na kama anajiuza kikweli mimi mwenyewe simpendi hata kumuona sasa hivi. Hivi nyinyi kati yenu nani anajui thamani wa pesa? Hakuna. Hivi asiyevaa chupi ndo ajui muhimu wake? Au kwa kuwa anayetembea peku ndo anajua madhara ya viatu? Wewe mzee mwa sikuelewi mimi. Nyinyi mnamuelewa mzee? Mwenye simuelewi. Poleni sana enyi wanadamu wenye vichwa vya kuku. Mkipigwa dongo hata dakika haifiki, mshasahau. Hivi haya mnayozungumza ghafla tu yule msichana huyu hapa anakuta unazungumza yeye unayozungumza. Unafikiri kitu gani kitatokea? Mimi nikwambia kitu kimoja. Yaani hata kama anatokea sasa hivi, yaani mimi simhofii, hata kumuogopa simwogopi, kwa sababu yule ni mwanamke tu. Au nyinyi wenzako mnamhofia? Mwanamke anamhofiaje? Sawa. Nilijua tu mtamuonea kwa mibavu yenu kwa kuwa yule ni mtoto wa kike. Lakini kwa mfano sasa, wewe ndo ungekuwa yule binti afu binti ungekuwa wewe. Anakukuta yaani wewe yeye anazungumzia hayo mapungufu yako kwa marafiki zake. Hivi wewe ungejisikiaje?
kikweli mimi ningehuzunika. Na pia nisingejisikia vizuri na nisingeweza kumfanya kitu chochote, ila ningemwachia Mungu. Ungejisikia vibaya, ungemwachia Mungu. Na wewe acha kutaja madhaifu ya mwenzio. Sio kwa kuwa unajua mapungufu yake ndio yataja hadharani. Kumbuka asiye na kitu sio kwamba hajui umuhimu wa hicho kitu, bali anakitafuta. Action. Wewe. Hebu inuka bwana. Mbona kama hivi? Amina. Yalo nikuta mimi leo sina hata hamu. Yapi tena? Si wewe mke mwenzio? Mke mwenzangu mimi tena. Akubabaishe wewe. Aya niambie. Sasa Amina, hivi kunidhalilisha mbele za watu hivyo inakuwaje? Hivi wewe Adija akusumbue wewe? Jinsi tunapojulikana hapa sisi. Wewe Adija akakusumbue. Sasa ulifikiri mimi nifanyaje? Wewe nao umepoa bwana. Shoga yangu kama upo nyumbani, mimi niko peke yangu. Kwa hiyo mdao anakusalisha huko? Mimi nilikuwa napita zangu tu. Aina pita zako umekaa tu unamsikiliza. Yaani leo amenikuta niko nimepoa poa tu. Yaani yule ana bahati yule leo ningemuonyesha. Sasa hivi nisikilize shoga yangu. Nataka tukamkomeshe. Sasa ndio hapo nilikuwa nataka. Yaani tumkomeshe kivipi? Kama yule wa bondeni au tumkomeshe zake? Hivyo. Wewe mimi nakuamini. Wewe jembe langu. Nasikiza kwamba. Namkomesha lake hilo Moja. Huyo bwanake anemlingia huyo. Nimemchukua na mwekanda siku hizo. Hapo sasa umenena. Bwana atasimulia hapa mtaani. Yaani yule ni naye. Yaani ataenda kwa atawaambia kama alikudhalilisha huko, mimi nitamdhalilisha kiivo. Baadaye na wewe. Mashaallah. Habari yako binti mtafutaji? Salama mzee mlopokaji. Muonekano wako ni sawa na vitendo vyako. Havitofautiani sana na maneno yako. Jitu zima ovyo, unata haya. Mimi sina haya. Wewe mzee ulugua uchizi Mimi nimeugua uchizi? Ndio umeugua uchizi. Sikiza nikwambie. Tambua hakuna mjanja asiyekuwa na mjinga. Yawezekana ipo siku wewe utakuwa mjinga zaidi yangu mimi.